Tumeona mtani wako jana kalipa kisasi kwa Tabora. Tabora sio wa kukaa na bishana na Simba na Yanga. Tabora watoto wadogo wale. Lakini waliongea sana. Kuongea lazima waongee. Na yule mama hata sisi tulipotaka kucheza naye alizungumza maneno ya hatari sana. Kwamba bado yule mmoja yule nikisha mfunga yule akinifunga mimi aje nifungane ndoa. Yaani na maana Ahmed Ali akafungane ndoa na yule mama. Si matusi haya? Sasa jana akapigwa na sisi tumeenda pale tukampiga 3 pale. Watu wakamtafuta mama, twende basi tufanye kakataa, kakimbia. Bwana Ali Kamwe baada ya majibizano na mkuu wa mkoa inaonekana aliwapiga dongo Yanga kutokana wananchi nao wakaamua kujibu kupitia kwa Ali Kamwe msemaji wao kuitetea Yanga. Matokeo yake leo tumeshuhudia Ali Kamwe akilala maabusu. Kwa kauli tu inaonekana amemdhalilisha mkuu wa mkoa, wakati mkuu wa mkoa mwenyewe amejiingiza kwenye masuala mazima ya michezo tofauti na upande wake wa pili. Mimi majibishano na wale Ali Kamwe na mkuu wa mkoa, ukweli bahati mbaya sikuyasikia. Ila napata tu taarifa, lakini mipira hii inapofikia mvutano huu maneno yanakuwaga mengi na kila mtu anaongea anavyoliona kwamba hili litamsaidia katika kupata point. Kwa hiyo sasa mkuu wa mkoa yeye asingekaa na bishana na Ali Kamwe, kwa sababu Ali Kamwe kwanza ile ni taaluma yake ya kukaa kubishana huko na mashabiki. Yeye kama serikali angekaa kimya tu. Sasa ukibishana na mtoto mdogo matokeo yake ndio hayo. Litazungumza jambo lazima, kwa nini mimi unanitukana? Mimi nafikiri tusifike kule kutiana ndani. Kama yamezungumzwa na mechi imechezwa imemalizika salama basi. Inaonekana imemuuma baada ya kipigo. Kwa sababu yeye aliahidi kabisa kwamba mimi mkimfunga huyu milioni 60 natoa. Lakini unapozungumza vile timu ile unaiingiza kwenye shimo. Hata sisi tulipotaka kucheza naye yalizungumzwa maneno kwamba hao wameahidiwa milioni 60. Sasa Simba na Yanga wale bora uende waambie kimya kimya wasisikie. Wakisikia wanakuwa na hasira. Wakisikia wanajiandaa vizuri. Maandalizi yalikuwa mazuri. Sasa bwana unaona yule Simba na Yanga sio za kupishana nazo. Zina wachezaji wenye kiwango kikubwa sana. Sisi hatujapata bahati tu kuchukua vikombe vile vikubwa. Lakini kwa kubishana na hizi timu za Afrika Magharibi sasa hivi Simba na Yanga zipo vizuri. Sasa wewe Tabora bado hata kucheza group stage au hata kushiriki mashindano. Sisi wachezaji wetu wanakumbana na watu aina mbalimbali. Usizungumze sana ukamaliza maneno. Wewe ulimbahatisha tu yule, alibahatika tu kamfunga yule bwana siku hiyo hakuwa vizuri. Nasikia hawakuepo kambini, watu walikuwa wanakunywa bia tu. Anini ndio kambahatisha, lakini sasa watu wamekaa kambini, shughuli jana imeisha. Na kashono 3, kapigwa 3. Wakiwa hawana Aziziki, hawana Chama, hawana Musonda. Wachezaji wale wote ni bora, si wote wanafanya mazoezi. Ndugu mtangazaji, wachezaji wote mkikaa kambini hawezi kuchaguliwa hawa wafanye mazoezi yao mapesi, hawa wafanye mazoezi yao makali. Wote mnawekwa chungu kimoja. Kwa hiyo mnajiandaa wote kwa ajili ya vita. Kwa hiyo ilikuwa lazima yule afungwe. Yote ungemuingiza pale angecheza vizuri tu bila shida. Na hii inatusaidia kuto kutegemea sana fulani. Sasa wale wachezaji uliotaja ni cream ya timu, lakini hawakuwepo, lakini waliobakia wamefanya kazi nzuri. Kimepigwa kweli. Kweli. So kwa upande wako sasa kama mzee mtu mzima unawashauri nini hawa wanaopewa mamlaka ya uteule wa rais kuingilia masuala mazima ya michezo na baadaye wanakuwa wameuvaa ushabiki? Tulichukulia lilitokea wakati kipindi kile lilitokea Mwanza kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, na juzi limetokea hapo Tabora kwa mkuu wa mkoa wa Tabora, wakiuvaa ushabiki sana badala ya kuvaa heshima yao ya vyeo vyao. Unawaambiaje watu kama hawa wanaomilikisha ushabiki baadaye wanataka kuvitumia vyeo vyao kuwanyong'onyesha watu? Mimi nawashauri wakuu wa mikoa wasiingie kwenye ushabiki wa mpira. Watapata aibu na watavunjika heshima. Kwa sababu wewe upo pande wa serikali, wewe sio fati. Hata kama una mapenzi na timu yako lakini usijionyeshe.
Yule mkuu wa mkoa wa Mwanza naye aliwavuruga sana viongozi wetu na nini, na mambo mengi yalifanyika, lakini viongozi wa Simba waliamua tu kukaa kimya, na yeye alinawa mikono akaomba msamaha. Na yeye kama aliomba msamaha, viongozi wamemsamehe sawa, lakini waache, mimi nawashauri wenyewe waendelee na taaluma yao, wasibishane na viongozi wale. Wasemaji ndio taaluma yao, wale wana maneno mabaya, wana maneno mazuri. Kwa hiyo uvumilie, kama umeamua kuyavaa maji, jivumilia, kitakachotokea usihamaki na kupeleka polisi, kamata ule, tia ndani. Hiyo utakuwa unafanya makosa. Shukrani sana mzee wangu. Asante sana.